Bishura, mwanangu, leo ni siku muhimu sana kwako. Kamata hii. Fungua kitambaa hicho. Kiweke vizuri. Angalia. Haya, weka chini. Chukua ndimu. Kata hiyo ndimu. Changanya huo. Huo ni mkojo wa beberu dume, beberu kubwa kuliko mabeberu yote kwenye mtaa huu. Hata likipita mtaa kule, huko harufu yake unaisikia. Kwa sababu nataka uwe gwiji wa uchawi kwenye mtaa huu. Utakunywa huo mkojo wa beberu gwiji zaidi ya mabeberu mengine. Kunywa. Kunywa, usiache. Unabaki kidogo tu unamaliza mimi. Kunywa. Usikunje sura. Hii ni damu ya agano. Kunywa. 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 Nimesema kunywa. Hii lazima tumalize mimi na wewe. Nipe na huo mkojo uliobakia. Hii ni kazi ya ulisi. Mimi nilirisi kutoka kwa baba yangu na mama yangu. Baba yangu alirisi kutoka kwa babu yangu. Huu ni ulisi wenye thamani na ulio bora kuliko kitu kingine chochote ambacho nakurithisha. Nataka uwe gwiji wa uchawi, uingie popote, ufanye lolote, chochote utakachoamua kiwe ndani ya uwezo wako. Sawa baba, nimekusikia. Nitathamini na kupenda tamaduni yetu, na kuahidi nitaendeleza vizuri asili yetu. Nitajifunza kwa bidii hadi pale nitakapoweza kuifanya kazi hii kwa uadilifu. Safi sana binti yangu. Sasa nakutaka nikutume kazi nyumbani kwa mzee Kidagaa. Kuna mgeni amekuja, hatuna taarifa naye huyo mgeni. Sasa kwa sababu wanaleta dharau, nataka umwendee ukamchukue, ukamfanyishe kazi sana kwenye mashamba yetu kule, mpaka kesho akiamka ashindwe kwenda kazini. Akishindwa kwenda kazini kwake atakuwa maskini. Akiwa maskini, hiyo ndo furaha yetu sisi wachawi. Baba, ondoa wasiwasi. Nahakikisha usiku huu wa leo mashamba yetu yote ya bondeni yanaisha. Sina muda wa kupoteza hapa. Ngoja nisafiri.
Karibu katika mtaa wetu, mtaa ulioshindikana. Maendeleo ya mtaa huu yanasimamiwa na sisi wachawi. Huu mtaa unaendeshwa na sisi wachawi. Mgeni akija ni lazima tumkaribishe. Leo utakuwa punda wangu, nitakupanda, nitakuendesha, na ukifika shambani utalima vile vile. Kumbuka vizuri kiasi hiki. Kama sio mguu wa mtoto, basi ni msukumio wa chapati. Mbona unanitamanisha? Hivi kwa mfano nikilala naye, kifanya naye mapenzi, kuna mtu atakayeniona saizi usiku? Hakuna atakayeniona. Usishawishike, ukisikia jina lako usiitike, usiupende, usihadaike, pita njia zote ila huku usipite. Mtaa wa wachawi, 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 mtaa wa wachawi, 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 mtaa wa wachawi, 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 mtaa wa wachawi, wachawi, wachawi. Bishola, jana usiku majira ya saa 9 usiku niliamka, nikaenda mpaka pale shambani nikaangalie ile kazi na yule kijana imefikia wapi, lakini sikukuona wewe wala sikumuona yule kijana. Ili kuhakikisha tatizo ni nini, nikatoka mpaka nyumbani kwa Mzee Kidagaa, bado sija kuona wewe wala yule kijana sikumuona. Bishola, najua umeniibia dawa yangu ya zamwamwa, na ndio maana sija kuona. Niambie tatizo ni nini? Na kwa nini umeniibia dawa yangu? Baba, yule kijana nisikuwa wa miaga. Maana nilipoenda nilishindwa kabisa kumtoa kwenda kumlimisha shambani. Zaidi nimeambulia kunasa tu baba. Nilitamani sana msaada wako babangu, na sikuupata. Kulivyokaribia kukucha, nilimwona Malukuba anapita na ndege yake akitoka kuanga. Hapo ndipo nikatoa ishara ya kutaka msaada. Malukuba akaja kuninasua, ndio nikapata kurudi nyumbani. Pole sana binti yangu kwa changamoto na matatizo kunasa ulioyapata. Pole pole utazoea. Hii kazi inabidi upate maiti ya mtoto mdogo ili upate kitovu chake. Kisha kipata kitovu cha mtoto mdogo, hakuna sehemu utakayoshindwa kufanya kazi, wala haya matatizo ya kunasa hayatatokea tena. Sawa baba, nitashukuru sana nikifikia hiyo stage. Yaani itakuwa ndo furaha yangu. Kwani hapa mtaani hakuna mtoto mchanga? Hapana. Ila
mtaa nyuma hapo kuna msichana ana mimba kubwa tu, kama sio miezi 8 basi anajifungua siku 2 hizi. Basi hata hiyo mimba itatufaa kwa kazi yetu hiyo. Majaliwa, hali ya nyumbani kwangu inatishia amani kaka. Mpaka nahisi namtesa yule mtoto wa watu. Naomba unisaidie, unifanyie msaada, nijikwamue kiuchumi. Nijaribu kukwambia kitu kwanza, nijaribu kidogo kukwambia kitu. Mimi hapa nilikuwa na usafiri ambao nilimpa mtu mkataba. Sawa? Lakini kwa vitu ambavyo alivyonifanyia, roho yangu imekuwa nzito kumpa mtu mkataba. Nimeona ni heri chombo changu kikae ndani niwe nakiangalia, ama nikipata safari zangu za hapa na pale niwe kinanisaidia niende na nirudi, niende na nirudi. Itakuwa ni vema zaidi. Na niwe mkweli tu. Swala la mkataba kukupa wewe au nikupe wewe chombo itakuwa ngumu, nikwambie tu. Kaka Majaliwa, binadamu sisi tunatofautiana. Yeye mimi. Mimi naomba unifanyie msaada, siwezi kabisa kukuangusha kwa sababu nina matatizo. Nina matatizo hapa nyewe, mke wangu anakaribia kujifungua siku za karibuni hivi. Na mimi baba hata 100 sina. Hivi itakuwaje mwanangu huyu atakuja kuishi vipi? Nifanyie msaada na kuomba ndugu yangu Majaliwa. Wakati wewe unawaza pikipiki ya kufanyia mizunguko yako midogo. Hebu nisaidie mimi kwanza pikipiki nifanyie kazi. Ili mradi nijikwamue kiuchumi. Sawa, nimekuelewa. Sina budi kukusaidia. Alhamdulillah. Asante sana ndugu yangu Majaliwa. Basi wewe nenda katafute mdhamini. Utapokuwa freshi, umenielewa? Wewe nenda katafute mdhamini, nyaraka zipo ndani. Utapokuwa freshi utakuja. Nashukuru sana ndugu yangu Majaliwa. Hii hali kwa kweli mimi sitoweza kuivumilia. Kwa cha kufanya mimi nitaenda kumfuata mke wangu, ndo atakuwa mdhamini wangu. Hapana. Usimsumbue shemeji. Kwani hali yake aliyokuwa nayo na kumsumbua kwenye swala hili hapa itakuwa si vema. Wacha mimi niingie ndani nikachukue mkataba, tutamfuata kule alipo, tutaenda kumsainisha. Mambo mengine yote tutamaliza. Tashukuru sana. Haya basi. Tashukuru sana. Yeah. Oh. Yeah. Bishora, karibu. Asante. Naona mwenyewe umelala unapunga upepo. Uko ndani joto hatari, mpaka hizo feni zingine zinataka zifanye kazi. Najua hili kweli, lazima ndani kwa kuna fukuto. Vipi lakini unaendeleaje? Mimi si jambo, namshukuru Mungu. Sijui wewe. Mimi namshukuru Mungu si jambo. Nilikuwa napita nikaona ngoja nikamsalimie shoga yangu, nikajua labda nitakukutosha jifungua. Wapi shoga yangu? Bado sijajifungua, ila siku zilizobaki ni chache zinahesabika. Inshallah nitajifungua. Mwenyezi Mungu akusaidie ujifungue salama, maana naona ushachoka kugalauka. Amina. Ni samani niko naomba nisaidie maji ya kunywa. Haya, ngoja nikakuchukulie. Sawa. Nyakati zipi nitamjua rafiki wa kweli, au wakati wa dhiki nitamjua rafiki hodari, au wakati wa shida atanifaa kwenye matatizo ikiwa nimeshindwa.
Maji yenyewe hayajapata baridi sana. Friji yenyewe nimetoka kuiwasha. Hata usijali. Yaani TANESCO wakitukatia umeme mbona watatuua? Maana kwa hili joto itakuwa kama tunakunywa chai. Asante shogangu, maana niko na kiu. Hatari. Haya. Sasa Nuru, Abe, mimi naomba niende shogangu, maana nimepita tu kukusalimia mara moja, wala sio mkaaji, naondoka. haya sawa, nashukuru Bishora kwa kuja kuniona. Wewe basi unakuja tunapiga story. Hata usijali, nitakuwa nakuja shogangu. Hata usijali. Ondoa shaka kabisa. Haya, mimi hata sikutoi. Haya, mna shida kupumzika mama Kijacho. Haya, sawa kwa hiyo. Haya. Kwani rafiki ni yupi ananifaa kwenye raha? Tukipendeza pasuti vipepeo tunapaa. Kwani rafiki ni yupi anayecheka nikipata? Au rafiki ni yupi anayelia nikikosa? Yangaze liwapokiza, nikukwamue ulipokwama. Mambo Poa, mzima? mzima sio? Mimi niko poa. Dada kama namjua, nitakuwa namfananisha. Hapana, nitakuwa namfananisha. Okay. Hapa sawa. Sasa shemeji, hapa ni bado wewe tu kwa ajili ya udhamini. Natakiwa saini hapa na karatasi ya pili natakiwa saini hapa. Sawa. Sasa hivi hapo jirani. Salama jirani. Kuna nini kinaendelea hapo jirani? Hamna kitu chochote jirani, mambo tu ya kawaida. Au masuala mikopo? Maana masuala mikopo na mimi mwenyewe nataka. Hamna masuala mkopo, mambo tu ya kifamilia. Au kuna kitu unataka kuuziana? Kaka, tuna makabidhiano kidogo hapa, nataka kukabidhiane na kaka. Mimi jinsi alivyo, hebu mwache bwana ende zake. Kaka Malkuba, tongea basi baadaye kama vipi. Mbona umekata ghafla umekuja kwenye hivi? Kama umenikata ngeve hivi. Kuna mambo kidogo hapa nataka tuyafanye na mgeni hapa aondoke. Yaani hakuhusu kaka masuala ya hapa. Hainihusu? Hakuhusu. Una uhakika jirani? Hahusiki hapa kaka. Hainihusu mimi. Hakuhusu. Mimi Malkuba niliwapenda sana kama majirani zangu,
matokeo yake wananifanyia vitu kama hivi, wananinyanyasa, wananitenga mimi Marukuba, wananyamia mimi havinihusu. Sasa huu ni ujirani gani? Ikiwa mimi nimewapa nafasi kama majirani zangu na nikawapenda kama majirani zangu, kwenye mambo yao mimi hayanihusu. Ngoja niwasikilize, nitajua nini cha kuwafanyia. Bora ningepita mbali, ningeshuko, ningezepuka shari sana vituko, limenizonga zohari nuksi na vitisho. Dogo. Oya, wewe. Dogo. 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 Amka. Vipi? Vipi, tatizo nini, unaumwa? Hebu nyanyuka kwanza ujifute mchanga. Maana Apeche bwana. Apeche. Nini kimetokea mwanangu? Nianguka tena. He? Aise. Pole sana. Au kuumia? Habari yako kaka? Safi tu kaka. Kwema. Vipi hali? Kaka, hali so hali. Naona nimemkuta kijana kadondoka hapa njiani. Ndio. Sasa sijui tatizo nini. Hili tatizo, hii ni mara ya pili sasa hivi anadondoka. Mara ya kwanza alidondoka lakini ilikuwa karibu na nyumbani. Wakanisaidia majirani. Sawa. Hii sasa hivi mara ya pili amedondoka huku. Ni mbali na wewe umetokea, wewe umenisaidia. Nakushukuru sana. Haina shida, lakini sasa kwa mtoto kama huyu hilo linaweza likawa ni tatizo kubwa. Ndio. La kudondoka. Kwa hiyo mimi ningeshauri huyu ungeenda kwanza umpeleke hospitali akachekiwe. Huenda tatizo likawa kubwa, leo kadondoka hapa. Siku nyingine anaweza kadondoka sehemu ambayo hakuna msaada wote na itakuwa hatarishi kwake. Mimi nakushukuru sana kwa msaada wako ulioonyesha. Sawa, nitamchukua, nitampeleka hospitali, nikaangalia nini tatizo ambalo linomsibu. Haina shida, basi hilo jambo jema bwana. Naomba nikuache. Namshukuru sana bwana. Pole sana dogo. Haya. Sio? Haya, poa. Twende mwanangu. Tawa wachawi, 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 tawa wachawi. Marukuba. Nakushukuru sana kwa msaada uliotoa ulipomsaidia binti yangu alipokwama jana usiku. Msaada gani? Hakuna shida, sisi tupo pamoja, sisi ni kitu kimoja. Siwezi kumwona ndugu yangu anateketea na mimi nikakubali, lazima nipambane nimkwamue. Hilo limeisha. Sasa leo nakutuma umsaidie, kuna kazi nyingine. Kuna kazi ya kumpandisha cheo na kumuongeza nguvu. Kwa hiyo vinyombolelo vya watoto vimepatikana? Yupo kwenye maandalizi kwenye hivyo vitu. Bishola, hebu lete ule mchanga unyenyayo. Una harufu ya huo mchanga kama nyayo ya nuru. Unafahamu? Nafahamu. Marukuba, wala hujakosea. Kweli huo ni mchanga wa nyayo za nuru.
Nimezunguka hapa mtaani kote, sijaona mtoto mdogo. Nimeona huyu ana mimba na mimba yake ni kubwa, kama sio miezi 7 basi miezi 8. Nimeona itafaa kabisa katika kazi yetu kile kiumbe kilichokuwepo tumboni. Mwana mjakosea. Yaani hamjakosea. Mmeenda sehemu sahihi. Maana pale mchana nilipita. Waliniuzi. Walinijibu vibaya. Kumbe pale nilipopita kulikuwa kuna jambo linaendelea. Wale wanaonekana pale walikuwa wanasainishana mkataba. Inaonekana wamenunua bodaboda. Wana bodaboda? Bodaboda anakabidhiwa mume wake huyo Nuru. Mimi naenda pale na wauliza kibusara ili na mimi nijumuike nalo. Bwana, si wakaanza kunichukua mimi. Wakaniona sina maana, yani sina mbele wala nyuma. Mimi wakunitoa maana. Na maana mimi nimesema mmeenda sehemu sahihi. Nafikiri katika hilo kisasi changu kitakuwa kimekamilika hapo. Umeelewana jamani? Hapo mimi nashukuru sana kiongozi. Hapo ukipiga kombola kweli kweli. Mbona unanibambia mshenzi mkubwa wewe? Samahani. Nilikosea step. Lakini unawaona hao wanatokea harufu ya kikwapa. Ni kweli wananuka kikwapa. Umeona? Hawajaoga. Hawajaoga. Lakini Malukuba, achane naye. Malukuba. Nini? Kijana ilikuwa sexy. We. Hizo tamaa hizo. Ufanye kazi iliyokufika hapa. Umalaya tu. Haya, fanya kazi yako. Kuendelee basi. Hii hali mimi inanichanganya sana, yaani kiasi kwamba naumiza akili sana juu ya mtoto wangu, yaani nachanganyikiwa. Nimekupeleka hospitali ili nijue tatizo ni nini. Madokta wamejitahidi, wamefanya vipimo, kila aina ya vipimo, lakini cha ajabu wanaambia huna tatizo lolote. Nenda na hizi dawa akapate tu za kutuliza. Hata dawa hizi hapa za kutuliza maumivu, lakini tatizo hakuna. Mimi hapo ndo nakuchanganyikiwa. Shida ni nini? Ninavyokuona mwanangu unaonekana kabisa wewe unaumwa, lakini shida ni nini?
Usinipeleke tena hospitali. Nenda akanitafutie, kuna mti mmoja anaitwa mnyesi. Hiyo ndo dawa ya matatizo yangu. Mnyese? Wewe amekwambia nani kwamba mti ni dawa? Aliniambia mtu yoyote. Mimi mwenyewe tunaujua. We mtoto, usinitafutie balaa we mtoto. Usinitafutie balaa. Masuala ya mnyese na dawa hizi tofauti. Wewe mti nani alokuambia kwamba ni dawa na inaweza katibu tatizo lako? Na kati tumeenda kwa madokta wamesema kunywa hizi itatuliza. Wewe unanitafutia balaa gani sio mtoto? Mimi sipendi ujue. Utaenda kunitafutia huo mti ama utabaki na kuniacha mimi naendelea kuumwa? Nitaenda. Ila sasa hii Dar es Salaam ni kubwa mwanangu. Huo mti mimi nitaupata wapi? Nenda kwenye maduka ya dawa za asili. Ukaulizia huo mti mnyesi ama unga wake. Mnyese. Mbona unaniadabisha dunia, majanga kwangu mimi dunia, matatizo kila kukicha dunia, huzuni ipo na mimi. Jikaze mama, jikaze. 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 Pole pole. Toka uhamia hapo juzi, hatuje kukaa mimi na wewe tukaongea. Nilikuwa na pilika nyingi sana. Ni kweli babu ni nyumba. Hata mimi pia katikati hapa niko na pilika nyingi. Ndio sababu ikapelekea mimi na wewe tunapishana. Lakini kwa kuwa tumekutana ni vyema tukayamaliza. Kweli kabisa. Nimekuita hapa nikukueleza masharti ya nyumba yangu. Wapangaji wenzie wote wanajua masharti ya hii nyumba. Sihitaji kusikia harufu ya kitunguu saumu wala kusikia harufu ya karafuu na kuchoma udi wa aina yoyote. Umenielewa? Sawa babu ni nyumba, nimekuelewa. Lakini bado kuna kitu nataka kujua, ni kwa nini umesema hivyo? Kwa sababu kati ya hivyo ulivyovitaja vingine ni viungo katika chakula, na unajua kwamba chakula kinogi bila hivyo viungo. Sasa sijajua unamaanisha nini babu ni nyumba. Mimi siwezi kukuambia kwa sababu gani, ila kwa usalama wako naomba usifanye hivyo vitu, na hii ni kwa ajili ya wewe tu, kujali usalama wako. Kwa hiyo ukifanya hivyo itakalo kutokea mimi usinilaumu. Baba mwenye nyumba, haya mambo bora mpeniambie mapema ili mradi nijue kabisa mikakati ya hii nyumba inaendaje, kuliko natoa kodi yangu alafu mambo yanakuja kwa kama hivi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awali ya yote ningependa kuchukua nafasi hii kwa niaba ya familia. Familia inawashukuru sana. Familia inawapenda sana na wamesema hawana cha kuwalipa isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiyo atalipa. Tumeshirikiana kwa pamoja kwenda kuhifadhi mwili wa mpendwa wetu. Hivyo basi familia inawashukuru na imewapa ruhusa, mnaweza mkaenda. Samani. Kwa msiba wote nachofahamu lazima kuna wali hata uji. Hivyo vitu vipo au hakuna? Uji hakuna, wali wala wali hakuna. Hakuna? No. Ila familia inawashukuru, mnaweza mkaenda. Kwa sababu kifo akiji kwa taarifa ni hafla. Nawapa ruksa, mnaweza mkaenda. Yamenikuta mwezenu, nimlilie nani? Ukubwa mbaya, mbaya, ukubwa mbaya, mbaya, ukubwa mbaya, 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 ukubwa mbaya, 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 mbaya. Yamenikuta mwezenu, nimlilie nani? Mzee Zuga, unatumia nguvu kubwa sana ili kumpa mwanao Samani. Unadiriki kuua hadi watoto wa watu ili kumpatia mwanao nguvu. Mbona Nuru na mume wake pamoja na mume wake Bumu hawana tatizo lolote hapa mtaani? Wanaishi vizuri tu na majirani zao. Lakini wewe umeenda kuwadhulumu mtoto wao. Kikweli inasikitisha sana mzee. Mzee Kidagaa, usijifanye mwema sana kwa kunipa usia mimi au kunisii mimi, wakati wewe mwenyewe ni mshirika mkubwa wa kula nyama za watoto wa watu. Nani asiyokujua wewe? Leo unasema haya, nani asiyojua kwamba ulimtoa kafara mkeo ili uweze kumiliki majini? Yatakusaidia nini kuliko mkeo? Bora mimi namiliki majini, nina faida nayo kuliko wewe unatumia nguvu kubwa kwa ajili ya mwanao yule. Na ndio maana kuna siku alikuja nyumbani kwangu kumloga mpangaji wangu. Kilichomkuta alipelekewa moto usiku kucha. Okay. Hata kufuatilia maisha yangu. Wewe unafikiri majini yako mimi ndo utashtusha? Bora ningepita mbali, ningeshuko, ningezepuka shari sana vituko, limenizonga zohari nuksi na vitisho. Usiwe mnyonge sana katika ile jambo ambalo lilotokea. Najua unapitia kipindi kigumu. Najua unapitia katika majonzi ambayo yasiokuwa na mfano. Kwa hiyo tuliza moyo, kuwa strong, mambo haya yatapita. Usijali hivi vitu vyote vilotokea hivi. Kila mmoja itamtoa na kila nafsi itaonja mauti. Kwa hiyo nimetoka kwa huyu, kesho itakuja kwa huyu. Kwa hiyo usiwe mpweke. Mimi nikushukuru tu kaka.
kwa kuwa pamoja na sisi tangu mwanzo wa tukio mpaka mwisho. Ndio. Kwa hiyo nashukuru sana kwa support yako. Hakuna shida, na mimi mwenyewe napenda kitu kama hiko, kusikia kama hivyo huwa nafarijika sana. Katika hesabu zetu ambazo za pikipiki ambazo ulitaka kunipa mimi, nilikuwa naomba uzisitishe ili ufanyie malengo yako wewe. Kutokana ukinipa mimi sasa hivi, wewe utakuwa katika mtihani. Najua umepitia katika mambo magumu, uzazi, msiba kama hivyo. Kwa hiyo hii wiki yote itakuwa kwako. Wiki inayokuja ndio utaanza kunipatia mimi. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Mimi nikushukuru sana kaka. Sasa na jambo kidogo, na lambilambi yangu nataka nikukabidhi nikiwa kama mwanafamilia. Itakuwa ni njema sana, itakusaidia katika siku 2-3 hizi. Sawa. Hii itakusaidia katika siku 2-3 hizi. Hii vipi? Mbona mnapeana hela hadharani? Wewe kama nani unauliza hivyo? Mimi? Wewe kama nani unauliza hivyo? Jirani. Sasa jirani na masuala ya familia yanakuhusu nini? Na sisi tushakupeni ruhusa muende. Wewe unasubiria nini hapa? Nini? Boom. Unamsikia anavyosema huyo? Anachosema iko sawa. Wewe akikuhusu kikao. Kabisa. Nyinyi mnanongwa. Siku ile pale mlinikataa kwenye kikao chenu cha mkanikataa. Leo hapa mmenikataa tena kwamba kikao akinihusu na mnagawana hela hadharani. Hainihusu. Nyinyi mnanongwa. Sasa kwa kuwa mmeanzisha kitu hiki, na mimi nitaonyesheni picha halisi. Mimi ndo Marukuba. Si mnalombaya nyinyi. Okay. Fresh. Mnanikujia. Namaliza. Okay, taonana. Pita njia zote ila huku usipite. Mtawa wachawi. Mtawa wachawi. Jamaa na matatizo sana. Bishola binti yangu, ujue wewe ndio ninakutegemea kwenye kazi zetu. Ndio maana nimekuchagua. Sasa nataka uniambie ukweli. Nilivyokutuma nyumbani kwa mpangaji wa mzee Kidagaa, nini kilitokea usiku wa juzi? Baba, kama nilivyokueleza tu kutoka mwanzo, yule mpangaji wa Kidagaa ana kinga kali sana. Ndio maana sikuweza kufanya chochote, niliishia kunasa tu. Bishola, usitaki nitumie nguvu za ziada kutaka kujua jambo hilo ukweli wake. Una uhakika na unachokisema? Ndiyo baba. Nitachukua chungu runinga nione nini kilitokea usiku ule. Huu ndio uchafu uliokutuma ukafanya huu?
Baba, nilikuwa naomba nisamee. Ni shetani tu alinipitia. Sitorudia tena kufanya upuuzi kama ule. Unafahamu mimi wadhifa wangu kwenye kitongoji hiki? Mimi ni mchawi mkubwa. Tena ni kiongozi wa wachawi kwenye eneo hili. Leo nakutuma kazi unakwenda kufanya uchafu kama huu. Isitoshe mzee Kidagaa ameshalijua hili. Ninavyomfahamu yule akitangaza kwa wachawi wenzangu, mimi nitaiweka pisu langu. Na wadhifa wangu unaujua. Ndio maana nikakwambia nisamee baba. Sitorudia tena, yaani halitojitokeza tena. Nitakuwa makini na kazi yote tutakayonituma babangu. Nisamee. Kosa lako ni kubwa sana. Leta pembe yangu. Baba, lakini nisamee. Kwa sababu ya uchafu wako na kunyang'anya pembe, hutapata kutuga. Shika pembe hii mpaka pale nitakapoona umejirekebisha tabia yako chafu. Mimi binti yako na nimekuomba msamaha. Na maana uamini msamaha wangu naomba kama mimi nitajirekebisha kweli. Nirudishie tu nguvu zangu baba, nilikuwa nakuomba. Odi. Kaka. Karibu. Asante. Karibu. Samahani. Mimi ni mpangaji mwenzako. Naitwa Aisha au Mama Chogo. Na katika hivi vyumba vyote mimi naishi nyumba kubwa. Nilikuwa nimekuja kukumbusha kuhusu swala la umeme. Leo ni zamu yako. Sababu kununua. Kwani huwa nyie mnatoaga shilingi ngapi umeme? Kwa mwezi wote tunatoa shilingi 10,000. Sawa, basi mimi niliunganisha hela ya umeme na kodi yangu ya mwezi huu. Kwa tayari nishampatia baba mwenyewe. Pia labda niseme samahani kwa usumbufu. Wewe usijali. Anytime mimi ni jirani yako. Asante. Kwaheri. Ora ningepita mbali, ningeshuko, ningezepuka shari, visa na vituko, nimenizoga zohari, nuksi na vitisho. Habari yako mshirika mwenzangu? Ni mzuri. Sijui uko nyumbani. Kwema? Si hatujambo. Vipi? Kuna mpya gani? Malukuba, nilikuwa naomba unisaidie kitu. Hapa nilipo baba kaninyang'anya nguvu zangu zote za uchawi. Sina nguvu yoyote hapa nilipo, mwepesi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba ukanisaidia kuniombea msamaha kwa baba, anirudishie nguvu zangu za kichawi tena. Umefanya nini mpaka akakupokonya nguvu? Baba aliniambia nikamlimishe mpangaji wake mpya Kidagaa. Sasa nilipofika mimi nikazama kihisia. Ikanibidi nilale naye. Na niliporudi kwa baba nikamdanganya kwa baba nilinasa na wewe ndio ulikuja kuninasua. Sasa baba leo kajua na kaninyang'anya nguvu zangu zote za kichawi. Sasa naanza kupata picha. Kumbe ndo maana ukasema kuwa mimi ndio niliyokunasua. Asa Malukuba, ulifikiri mimi pale ningefanyaje mimi? Baba si ndio angegundua siku ile ile? Mpumbavu mkubwa wewe. Huoni kama mimi umeniingiza kwenye matatizo wewe? Lakini Malukuba, nilikuwa naomba tu nisaidie, kaniombee msamaha, nirudishwe nguvu zangu tena. Hebu ondoka. Mimi siwezi kukusaidia wewe. Unaingiza kwenye matatizo alafu nishirikiane na wewe? Ondoka. Sitaki kukuona hapa. Malukuba, Mimi sema sitaki. Ondoka. Unafikiri baba yako mimi atanichukuliaje mimi? Unaniingiza kwenye matatizo alafu
Unahitaji msaada tena kwangu? Toka! Toka usiniangalie mimi. Umalaya tu. Kuloga. Kenge wewe. Kokolochi wewe. Kalubandika. Pamfu. Nimenizoga zohari, nuksi na vitisho. Mbona sina fadhali, kila siku matatizo. Usisoge, usishawishike, ukisikia jina lako, usitike, usipende, Kuna shida gani? Hamna shida baba. Ila nimetoka kuongea na mpangaji yule mpya wa chumba cha wani. Ameniambia kuwa pesa umeme amekupatia. Ndio kanipa, natakaje? Nilikuwa nakuomba baba utuwekee umeme. Hasa wewe mwenyewe unafahamu sisi wenye biashara. Mimi nauza juisi. Kwa hiyo umeme kama utakuwepo itakuwa ni hasara nyingine baba. Kwa leo sina hela, nikipata nitanunua. Sasa baba, haya ni majibu gani eti? Eti ukipata pesa utanunua. Lini? Baba, mbona unatunyanyasa sisi wapangaji wako? Mzee Kidagaa, mbona ubadiliki? Wewe mwenyewe unafahamu kazi yangu, biashara yangu nauza juisi. Umeme usipokuwa ni hasara nyingine. Nafanya nini sasa? Ndio kwanza juisi zangu nimezitengeneza, nimeweka kwenye friji. Hata baridi hazijapata. Mimi nilikuwa naomba tu baba utufanyie. Huwa mimi sibishani tu ovyo. Naongea kwa vitendo. Wewe unataka kunipangia kwenye nyumba yangu? Unajua nimeipataje? Sasa safari njema na kidogo chako. Baba nakuomba. Nimetoka. Mungu wangu. Sasa mimi babangu mdomo wangu vidogoje sasa. Mungu wangu usaniosoma mambo mengi tu. Ndio nikatoka ubale jamani na Mungu wangu wewe. Yuzi. Yuzi zinanipasa mimi jamani. Mke wangu, kwa nini unalia? Mke wangu Aisha, kuna mtu ameukwaza? Kulikoni tena? Mbona mdomo upo namna hii? Kulikoni? Mzee Kidagaa. Kidagaa? Ndio mchana nilikuwa naenda kumwambia kuhusu masuala umeme umeisha. Nimeshana naye kauli ndio anafanya. Mke wangu, nimeshakwambia usipende kutengeneza mabifu na ule mzee. Wewe unatambua kabisa ni mshirikina. Juzi tu hapo alikuroga. Juisi zote ulizokuwa unatengeneza zilikuwa zikioza zikiwa ndani ya friji. Hilo nalo hatujasahau. Hili nalo jipya limejiri. Mume wangu, nakuwa unaona sawa kwa Mzee Kidagaa. Bana, uzuri wangu hata uishi. Naona sawa kwa
Sawa bana. Nyanyuka twende. Kwanza nianze kwa kutoa shukrani zangu za dhati. Nashukuru sana na pia samahani sana kwa usumbufu. Maana umeacha kazi zako zote. Kwaona ni vyema kuja kutusikiliza sisi hapa. Kwa hiyo samahani sana kwa usumbufu mzee. Amani, wewe ni mtoto wa kiume. Nyooka, usinipotezee muda wangu. Kweli, lakini baba samahani. Najua baba muda wa mchana mlikwazana kidogo na mke wangu, lakini mpaka sasa kashakiri na amekubali kosa. Ni kwamba mzee wangu alijisahau. Naona na anajutia pia makosa yake. Hivyo nimekuja kumwombea msamaha. Baba, naomba umsamehe mke wangu aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Nishamsamehe mke wako, unaweza mkaenda. Baba, naomba usitufanyie hivyo. Mtazama hali ya mke wangu. Sasa baba, hata romance hapa napigaje. Utapiga kama misondo. Baba, samahani sana. Naomba msamehe mke wangu na kuahidi zamu yako ya umeme nitalipa mimi. Naomba msamehe. Sikiliza Amani. Wewe ni kijana mstaarabu sana. Ila wewe mke wako ana mdomo sana. Wewe mke wako anaona kila mtu wa kubishana naye. Sasa na mimi ni mtu mzima. Siwezi kubishana kenge kama wewe. Sasa basi, mimi nitatoa msamaha kutokana na wewe jinsi ulivyo. Lakini utakuwa na masharti. Mzee, sawa tupe. Ili mradi tu mke wangu aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Sikiliza. Kila mpikapo chakula hakikisha plate yangu inakuwepo. Anachukua mke wako huyu, anakuja anagonga mlango, ananiletea. Na hiyo itakuwepo ndani ya siku 30. Hapo ndipo nitamsamehe mke wako. Mke wako atapata tiba ya domo lake. Sawa, nimekuelewa mzee wangu. Lakini baba, hizo siku ni nyingi sana. Unataka mkeo apone? Unataka mkeo apone? Nilishasema natakuwa mfuate. Umeelewana? Lakini baba. Bora ningepita mbali ningeshuko, ningezepuka shari sana vituko. Limenizonga zohari nuksi na vitisho. Ona sina fadhali kila siku matatizo. Nisaidie. Usipite hapa bila kunipa msaada. Naomba waambie wazazi wangu kwa mimi nipo hapa, mimi natumiwa. Wananitumia mimi wachawi. Naomba nisaidie. Waambie wazazi wangu kwamba mimi nipo hai. Najua Mwenyezi Mungu amekupa kipawa kikubwa. Wapita njia wengi wanioni ila wewe unaniona. Najua Mwenyezi Mungu amekupa kipawa kikubwa. Na unajua na uwezo mkubwa wa kunisaidia. Nisaidie mwenzangu, mimi hapa nateseka. Sawa, lakini mimi sina nguvu wala uwezo wa kuja kukutoa hapo ulipo. Waambie wazazi wangu basi kwamba mimi nipo hai. Sijafa. Wazazi wako wako wapi? Mwanangu Apeche. Mbona umesimama muda mwingi hapo? Unaongea nani? Hapa kuna mtoto ndo naongea naye kajazwa msukule.
Usifanye hivyo bwana. Haya mambo hayafai bwana. Hebu twende nyumbani bwana. Saidia. Twende. Samahani kakangu. Mambo? Poa. Mimi hapa naitwa Bishola. Sijui unaitwa nani kakangu? Mimi naitwa Kunte. Una jina zuri. Hata wewe pia una jina zuri. Nilikuwa naomba urafiki yangu. Kwa rafiki? Kwani wewe una marafiki? Nao, lakini nahitaji rafiki kama wewe. Sawa basi, tutakuwa marafiki. Asante kwa kunikubalia ombi langu. Nilikuwa naomba namba yako ya simu. Kwa simu? Siku 2-3 hizi nilikuwa niko busy sana. Kwa hiyo nimeshindwa kutokea kuja kukuangalieni. Sasa leo nimepata fursa, nikasema ngoja nije nikuoneni ndugu zangu. Kama mko wazima basi itakuwa ni jema. Vipi shemeji? Maendeleo yako? Si hapa alhamdulillah, namshukuru Mungu. Naendelea vizuri tu. Aisee, jambo jema sana. Bumu vipi? Bondeni wanasemaje? Bondeni fresh. Endelea kupiga kazi, mshukuru. Jambo zuri, kama mpo salama. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Hivi ndo inavyotakiwa. Jirani. Sasa hizi. Salama. Apeche. Mwanangu. Apeche. Apeche. Mwanangu. Apeche. Haya, hii hapa. Asante. Bila shaka. Baadaye tukipata muda tutachati. Tutawasiliana. Haya, bye. Kwa heri. Wakaka chawan. Wakaka chawan. Sasa hivi. Safi. Samahani. Sasa kama anakuingilia mambo yako, hapana. Sababu yule dada msema naye sio mtu mzuri. Yule dada inavyosemekana ana mambo ya kishirikina sana. Hasa baba yake ndio usiseme. Anaogopeka, ogopa. Ila nakuomba. Kama itawezekana, usije karibu naye. Niombe, lakini sio lazima. Lakini mtaa wenu unaonekana una mambo ya ajabu sana, una wachawi. Kwa sababu ujue na uwaga nasikiaga tu story, vitu vingine uwaga naonaga kwenye movie, lakini mtaa wenu umezidi, una wachawi sana. Sasa kama hivyo msichana mrembo kama wewe wanakuweka mdomo upande. Ila pole sana dada yangu. Asante. Pole sana dada yangu. Kwa hiyo unaelekea? Muda huu nilikuwa naenda nyumbani. Sasa unaona jirani wenzangu tuongozane wote, hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Basi tunaweza tukaenda. Wewe Apeche. Apeche. Hivi. Mwanangu. Amekula kweli? Amekunywa chai tena nzito. Sio kama unasema amekunywa chai nzito. Ukampa chai yenye mradi tu kwa ajili ya kubana matumizi, yani kubana budget. Huyo angekuwa amekula, yasingemkuta haya. Huyu mtoto anaonekana kabisa hajanywa chai toka alikotoka, na nyinyi mnampigisha story. Hii njaa kabisa hii.
Apeche, apeche. Apeche. Bro, nakuheshimu bro. Kaa mbali na familia yangu. Kaa mbali na familia yangu. Kaa mbali na familia yangu. Nakuheshimu. Ndio. Mzaa na familia yangu, achana nayo kabisa. Nasema nakuheshimu. Nasema samahani. Samahani basi. Sasa samahani. Samahani, usipandishe mdomo. Apeche. Apeche. Mwanangu. Apeche. Apeche. Mwanangu. Apeche. 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 Boom. Boom. Hivi. Ni nani huyu? Huyu ndugu yangu. Ndugu yako? Una yeye? Ndugu yangu kabisa wa mtaani hapa, ndugu yangu. Sasa. Wewe na huyo ndugu yako. Kazi mnayo. Wasemaje? Nasema hivi. Wewe na ndugu yako kazi mnayo. Nilikuwa nawatafuta sana niwaingiza kwenye 18 zangu. Leo hatimaye nimeingia kwenye 18. Maana siku ile ninafika na wakuta mnaongea vitu kwa siri kwa mapike. Nikataka kujua mkanifukuzia mbali huko, kasema hayanihusu. Sasa leo nikasema kweli hayanihusu. Sasa haya leo yamenihusu. Ananishika kazi. Kazi nayo. Pita njia zote ila huku usipite. Mtawa wachawi, 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 mtawa wachawi. Apeche. Apeche. Mwanangu. Hebu amka Apeche. Apeche. Subiri. Unajisikiaje? Kichwa kinaniuma sana. Yule mchawi kaondoka? Mchawi? Ndio, alokuja hapa kuja kuwasalimia. Alikuba mchawi? Huyo. Na hata yule ndiye anahusika na kifo cha marehemu mwanao. Jamani, msimsikilize sana mwanangu na msiweke sana akilini vitu anavyoongea. Huyu bado katika ile hali yake bado hajakaa sawa. Nadhani mumzoe tu. Kwa hiyo msiweke sana akilini hiki kitu anachoongea. Kutokana wakati tunatoka safari zetu tunakuja hapa, njiani kasimama. Anasema kaona msukule, anaongea na msukule. Sasa anaongea na msukule. Huyu anaongea na msukule. Mara nimeona wachawi. Mwenyewe ananichanganya. Ila msiamini hiki kitu ambacho anachoongea. Kweli mimi sidanganyi. Niwaona kweli na hata alokuja hapa ni mchawi. Jamani, mimi naombeni ruhusa kidogo niwaache hapa. Inaondoka jamani. Kuna shida ndugu yangu. Sawa. Haya jamani. Tukijaliwa. Hivi wewe, humu kichwani kwako kweli kuna akili humu? Mbona unaniletea marorosa sana? Mbona unaniletea mimi? Kila ninachokifanya kwa wewe unapenda sana kuniletea. Hivi kwani unaumwa wewe? Asa baba, ni maneno gani unaniambia? Kwani kuna nini? Ulichokifanya kule haukijui? Hautambui? Kule umefanya nini? Tunatoka tunatembea mimi na wewe, unasema umeona miskule, mara umeona majini, mara umeona wachawi. Wewe, hivi mchawi ukimuona unamjua? Ndio namjua. Na hata nilimuona kule ni mchawi. Na yule mchawi ana nia nzuri na familia ya baba mdogo Bumu. Yule ndio alioshiriki katika kifo cha mwanae baba mdogo Bumu.
na amechukua viungo vya mwanae marehemu, viungo vya mwanae kwa mdogo Bumu, wameenda kufanyia mambo ya kichawi. Mimi sio kama wewe, mimi nikimwona mchawi namjua. Bora ningepita mbali, ningeshuko, ningezipuka shari, visa na vituko, limenisonga zohari, nuksi na vitisho. Nimempeleka hospitali, kafanya kila kipimo, lakini nilichofeli sikumpima akili. Baba, chakula. Hebu subiri kidogo. Asubuhi nimekuona unatengeneza juisi. Sasa mbona hujaniletea nishushie na wali kidogo? Baba, mimi juisi zangu za biashara, na sisi na wewe makubaliano yetu sio kuleta kinywaji, ni chakula. Kumbe. Sasa kama tulikubaliana ni chakula, mbona umeniletea na maji? Au maji sio kinywaji? Sasa nenda chumbani kwako ukaniletee juisi ya baridi. Maana yake unaona jua sasa hivi kali sana, na koo langu mimi nahitaji vitu vitamu afu vya baridi. Hata ngakuchukulia mimi zile juisi za biashara sitoi bure baba mwenye nyumba. Halafu baba mwenye nyumba juisi za leo tamu, niweka pesheni wala chichi na embe. Hiyo kala pesheni hiyo ina ugadu. Biashara njema. Na Mungu hakupanga kutuzuia makazini, ni wakulua hapa na kabidhi na paka, damu yake sadaka, fichue maafa. Yote yanayotokea, yote yanayojiri, mengi tumejionea bila ya utabiri. Mtawa wachawi, mtawa wachawi, mtawa wachawi, mtawa wachawi. Jilinde, jilinde kuwa macho, jilinde, jilinde macho kodo. Mambo yamebadilika, nilichokipanda sio ninachokivuna. Mambo yamebadilika, tumaini langu leo limeshapotea. Mbona uko hapa? Nuru, mke wangu. Niambie tatizo nini? Mume wangu, yaani nimekosa amani kabisa. Sina amani Bumu kuishi katika ile nyumba. Toka nimempoteza mtoto wangu, nimekosa raha kabisa. Mume wangu, nilijipanga kuwa mama bora sana kwa mtoto wangu, lakini hakuwahi kuambulia hata tone la maziwa yangu. Inaniuma sana. Nuru, mke wangu, kazi ya Mungu haina makosa. Sijui umenielewa? Inabidi usahau mambo aliyopita. Mungu atatujalia utapata mtoto mwingine, mke wangu. Vumilia mke wangu. Hebu tuende nyumbani basi.
nimebaki mwenyewe, nalia mwenyewe, machozi yananitoka, nalia mwenyewe, nimebaki mwenyewe. Jamani, saidieni mzee wangu. Mzee wangu naugua jamani. Jamani huku. Baba, mzee wangu inaugua. Naomba ningemsaidia mzee wangu inaugua baba. Baba, nakuomba zima kwenye manyusi baba. Baba, zima umeme. Baba, nakuomba basi. Kama moto unawaka chumbani kwako, nenda ukauzime. Jamani, msaada majirani, jamani, saidieni mimi mwenzenu, naathirika Mama Chogo. Majirani, jamani, nyinyi msaada, jamani, wapangaji wenzangu fanyeni, wapangaji wenzangu. Jirani, nakuomba toka nisaidia. Mzee wangu inaungua. Jirani, nakuomba kanisaidia jirani. Mzee wangu, jirani, nakuomba nisaidia. Bora ningepita mbali, ningeshuko, ningeziepuka shari, visa na vituko. Nimenizoga zohari, nuksi na vitisho. Bona sina afadhali, kila siku matatizo. Mzee, nimekuja ili tuliweke sawa na nikwambie ukweli. Bishola alitumia uongo ambapo umekuja kudhihirika hivi sasa. Malkuba, ujue umeniuzi sana. Sikutegemea kama wewe unaweza kushiriki kufanya mambo kipuuzi kama hayo, tena kipumbavu. Bishola amekutaja wewe, ndio ulomsaidia na wewe ndio ulomsupport kunificha mimi. Wewe kunifanya mambo kama mimi? Mwanzoni sikuelewa, ila sasa nimeelewa, na ndio maana nimekuja kukuomba msamaha. Hilo limekwisha Malkuba, ila ile kazi ya kumtesa yule mpangaji wa Mzee Kidagaa iko pale pale. Ile kazi iko pale pale. Mimi na wewe leo siku nataka tutoke tukamchukue tukamlimishe mpaka akome. Anajiona yeye kidume sana. Kabla sisi hatujamkaribisha, yeye anakuja kunitafunia mwanangu. Yaani mzee, mimi naenda kulala mchana kuku ili nikeshe naye nikamlimishe. Nikitoka kumlimisha, naenda kumpeleka akadeki bahari mpaka ikauke. Yaani anamla mchawi au ni kinyaa? Anamla mchawi usiku kucha, anaruka naye mayoka. Kafaidi sana. Yeye ni kafaidi. Malkuba, uwe na heshima. Ujue unaongea na nani. Unapokuwa na wakubwa, jaribu kubana ushuzi. Mzee, samahani. Naomba unisamehe. Ulimi hauna mfupa. Nimeteleza mzee wangu. Yamenikuta mwenzenu, yamenikuta mwenzenu, nimlilie nani? Leo nimeumbuka mimi jamani. Mtaweka mimi sura yangu Aisha mimi. Mama Chogo mimi jamani, leo jeuri yote imeniisha mimi. Binadamu wabaya. Dunia hata sio mbaya kweli, nimeamini. Niwe kama sukari mie.
Umeme zamu yangu ndio hiyo inakuja nilivyo. Mua nimemkopa blender. Friji la yenda hiyo lishaboma sisi nalifanya mimi madeni ya watu baba. Mwendo kasi jamani. Ai. Mama Chogo mimi sijatanyele aje jamani. Mama Chogo mimi. Aisha mimi naomba shauri yote imeniisha. Shauri mimi mama. Nikoga mimi mama. Aisha dadangu, nisikilize. Unajua hii matatizo ya kuungua friji na kutoka moshi nyuma ni matatizo ya kawaida na anamkuta kila mtu. Ama friji yetu hususan mafriji yetu ya kisasa ndio yalivyo. Mimi ningekuomba usinungunike. Jaribu kumuita fundi aje kulicheki, then tujue tatizo ni nini. Lakini sio unavolia, unanungunika, unahuzunika. Unajua vitu vingine unaweza kupitia uchuru, mambo yakaenda wrong. Kocha kufanya. Muite fundi aje kulicheki. Mimi naamini friji itakaa sawa, sio bovu na tatizo lile sio kubwa. Wewe unaongea kwa sababu wewe hujui nyuma ikoje. Lazima umekuwa unajua nyuma ina mambo gani. Sasa kama ungekuwa unaongea yote. Wewe endelea kuishi ndani na utajua kuna kitu gani. Na utakuja kuniamini kwa nini naongea maneno haya. Naongea haya leo inaniuma. Dada yangu, mbona sikuelewi? Wewe umechanganyikiwa kuhusu friji au na mambo yako mengine? Maana unachanganya unajua sikuelewi. Usitonela mimi kwa kitu gani? Usichelewe nini? Kana bora usielewe. Hebu nani visho zinchanganya. Basi hali halisi ndo kama hivyo ndugu yangu. Huyu mtoto anazidi kunichanganya kiasi kwamba kichwa changu hapa inaonekana kimebeba mzigo mzito. Nimejaribu kumpeleka hospitali kwenda kumpima akili. Nataka mcheke, anasema yuko sawa. Hana shida yoyote. Lakini kinachonishangaza mimi kuamka usiku wa manane anapiga makelele, mara anakimbizana na watu, mara anakimbia kitu anachokimbiza nyingine sikioni. Yaani hapo ndo naponivuruga mimi. Yaani mimi naona huyu sidhani kama atakuwa iko sawa. Vitu vingine anavyoniambia ni mimi kwa ananishangaza. Nimemwona mchawi. Usiku umeona mchawi. Wewe unamwona mchawi wewe. Toka lini vitu hivyo unavifanya au umeviona vipi? Una kalma gani wewe mpaka uone hao watu? Pole sana blaza. Shapoa. Sema uwezi jua, naweza kuwa na makalama kweli anaona majini. Kawa waone. Inawezekana kawa na majini mtoto. Majini wapi bwana? Yule ana majini, ana chochote. Kwanza katika koo zetu sisi hakuna vitu hivyo. Masuala majini sisi kwetu hakuna kabisa. Huyu mimi nahisi huyu kuna vitu vyake tu ambao mwenyewe ndio nani, lakini swala la majini hakuna. Ipo wapi kwanza Apeche? Hebu muite kwanza. Ipo nje uko nahisi. Hebu muite kwanza. Apeche. Njoo kwanza mara moja. Hebu niambie Apeche. Vitu gani ambavyo unavyoviona babako aviona? Naona vitu vingi tu ambavyo baba aliona. Kama kipi na kipi? Naona wachawi, majini na nafsi za watu. Niliwaona wachawi wakienda katika kaburi na mwanao. Wakienda kuliangia na kulichukua viungo vya mwanao. Hao wachawi ndio waliharibu nyumba ya mkeo. Umesema umeona wachawi wakifukua kaburi la mwanangu wakichukua viungo vyake? Nimeona akichukua mwili wa mwanao, ila sikuwa na nguvu ya kupambana nao. Na nisamehe sana baba mdogo. Dunia
Yangu Majaliwa, mimi siwezi tena kukaa. Kwa nini? Mbona haraka hivyo? Boom. Boom. Matatizo kila kukicha, dunia huzuni ipo na mimi. Boom. Unafukua kaburi? Ndio, nafukua kaburi. Maneno ya Pecha yana ukweli ndani yake, maana kila ninapofukua sioni mwili wa mwanangu. Anyway, tufikie kaburi, halafu ibakie siri yetu, mimi, wewe pamoja na mwanangu wa Peche. Hakikisha hata shemeji Nuru ukienda kule asijue chochote. Haya mambo ya kiume Bumu, tutakaa tutajadili nini tufanye. Tufikie kaburi Bumu. Usilite hili kaburi, hili ni shimo. Maana kama lingekuwa kaburi ningeona mwili wa mwanangu. Mwili wa mwanangu siuone, unalihitaji kaburi. Usisoke, usishawishike, usikie jina lako usitike, usiupende, usihadai, kipita njia zote ila huku usipite. Sawa wachawi, 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 sawa wachawi, wachawi, wachawi. Usisoke, usishawishike, usikia jina lako usitike,